Lakini katika munkarat ambazo tunaziona katika harusi nyingi za Kiislamu, na huu ni munkari mbaya kabisa, wanaokemea wanawake, wa min munkarati al-afrah wal a'ras khuruj an-nisa min buyutihinna mutatayyibatin wa hunna fi tariqihinna ila al-urs. Katika mambo maovu ambayo yanafanyika katika maharusi ya Kiislamu, kuweni chonjo wanawake wa Kiislamu, na kwenye furaha mbalimbali za Kiislamu, kama ni sherehe, labda harusi ishapita, ndoa, mmealikwa sherehe huko holini labda au nyumbani, ni kutoka wanawake wa Kiislamu kwenye majumba yao wakiwa wamejitia manukato. Watu wamejitia marashi ya kunukia, wamejifukiza maudi, wamejipaka losheni zenye harufu, makeup zenye kutoa harufu nzuri, wamejiremba. Wanatoka ukawaona majiani wakitembea wanawake kwenda harusini, wakitembea huko njiani wanakutana na wanaume, tena wanaume wa kando, wanaume ambao wanaweza kuwaoa, hakuna maharamia baina yao. Wale wanaume wanapata harufu za yale manukato yao. Jambo hili ni jambo la haramu, kwa maana asaf jambo hilo limeonekana la kawaida, hasa katika miji ya pwani. Wanawake kutoka wakiwa wananukia, akikupita unasikia harufu kama kapita jini, jambo la kawaida hilo kwenye maharusi ya Waislamu. Hili jambo ni jambo baya. Imekuja hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa hadithun thabit. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mwanamke yeyote aliyejitia manukato kisha akapita kwa watu wasio halali yake, sio mumewe wala sio ndugu zake wasioweza kumuoa, ili watu wapate harufu yake, fahiya zania, basi anahesabika ni mzinifu. Haya, hebu niambie, harufu ya udi unaiwacha katika barabara wakati wapita, wakaisikia wanaume huko njiani, kwanza hiyo harufu wataivuta watu wangapi? Utaandikiwa dhambi za kuzini na watu wangapi? Hili jambo likukhufisha mwanamke wa Kiislamu. Hatusemi kwamba wanawake wa Kiislamu wanuke sasa, wasijipambe wala wasijitie manukato.